kolo 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 kolo, niko high niko juu ya makoro. Adi wapi? Adi mayo 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 adi mayo. Excuse me miss, leo nabonga dikilami. Super na kamis one wa uko Miami. Siwachani kukiss tukiwa shinga kibangi. Siwezi kudis cause you look so. Hii shara inanifanya nisikie tu kuchana chana. Hii shara marijuana marijuana. Koma foreka na zoza nkunari tukizoza. Rege na zendi ambo magizani ni kumalo. Gym digital ile nko form za ongwaro. Godha zitoke hadi kwa baro. Mary J hiyo ndo solution nikidai jo kumeditate. Pedi yako wapi mtaje teke teke asidelay. Morigo Johnny Fisa sina shapre nitape. Akamna senke teke teke asi hesitate. Karibuni sana kwenye show. I'm here with Middle East Entertainment. Kolo 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 kolo, niko high niko juu. Hello beautiful people, ladies and gentlemen. Welcome to yet another beautiful episode of Love is a Beautiful Thing with Millicent Alivitsa. And again, I am your lovely host Dora Claire, and love is who I am. Today's episode is sponsored by Fresh Space. Fresh Space is a rent-a-shelf business that offers a physical location to vendors who have businesses online and do not have a physical location. You can check them out. Tuko Instagram, tuko Facebook, tuko TikTok. Karibuni sana kwenye show. I have lovely artists with me. Help me welcome Middle East Entertainment. Before you guys decided to meet and form Middle East Entertainment, ulikuwa like kama wewe Kid Kim, ulikuwa umeanza ku venture on your own for how long? Ulikuwa umeanza like when did you start like writing and being into the industry ya music? Nataka uni take back, unirudishe nyuma kabisa, mali realize unaweza andika na mali realize pia unaweza imba. Well, first realization ilikuwa hata before tuseme sana ningie kwa music industry professionally. Ilikuwa unajua venye mtu wako high school and stuff, unaroga, mastudio wanabambika, hivyo so nika realize there's something in me that loves music na mimi naweza create music. So by then hata niliandika doba yangu ya kwanza nikiwa high school. Then nika kwa tu naandika ngoma but sikuwa na release. But then ile time sasa yenye nilikuwa nimemachua yenye niko nje naweza piga aso zangu naweza shikado. Nikaingia studio sasa ndo nikaanza kurecord my solo projects. Record like 2-3 projects kabla tupatane na yeye. Okay. So journey yako ilianzia way back in high school. Yeah. So wewe nasema way back in high school wewe ndio ulikuwa na waroga pale sa entertainment mimi nilikuwa na waroga mbaya. Wanajua hadi wenye walikuwa naochua kiweza niangalia wanajua atakwambia tu. Wanabambika unaenda unafanya ma freestyle. Okay, in high school yako ilikuwa freestyle before like you started writing ama ndio ulikuwa unaandika bado hapo hivyo ukikuwa high school? Ni freestyle na pia kuroga madoba za wenyewe. Najua sasa hizo huko umejua pia wewe mwenyewe unaweza create. So mara mingi nilikuwa na rap songs za wenyewe. And then na realize hata mimi naweza andika zangu na kuna venye pia wase wanabambika nazo. And then so hivyo ka gain confidence. Nikaanza kuziandika then hivyo ikaenda hadi stu. Tumesikia ya Kid Kim. Na sasa Jango. Pia wewe nataka unirudishe nyuma mahali ulirealize mimi kama Jango ninaweza anza kuimba ama ninaweza anza kuandika music hivyo. So yangu ilikam tu nilikuwa dancer nilikuwa dancer back in the days time ya high school bado dance na nini. Then nikapata msee kwa dance alafu alikuwa anaandika ngoma akani introduce kwa music nikaanza kuandika performances kaendelea hivyo. Sasa so far ndo sasa nikaanza kurecord sasa na yeye. So kanipeleka studio the first time nini. So far so good. Sasa naweza sema sasa story ya music sasa yenye ilianza vizuri sasa yenye record ngoma ilikuwa before maybe tunapatana na Kid Kim. Then sasa venye tulipatana sasa nilikuwa sana muintroduce idea ya venye tunaweza anza kufanya ngoma. Tulikaa long before sasa tukuja tutengeneza kama Middle East, tulikaa tuko mabest pia. Tukakuwa tuna hang out alafu sasa bado tunachapiana mambo ya doba. Alafu sasa siku moja tunapanganiaje tufanye kuna doba fulani tunaweza changamkia.
fanya ngoma the first, fanya ngoma kadhaa hivi zikifollow up. Na sasa juu high school tumeguzia tu ni high school ilikuwa specific. Unajua high school bado wewe ni minor. Ilikuwa age gani yenye kama wewe sasa Kid Kim umesema ulikuwa na nini high school? Ulikuwa na roga watu pale high school na unaimba wimbo za wenyewe freestyle pale kidogo. So after high school ndio uliingia into music kabisa, na pia parents wenu walichukulia aje? Cause mimi na consider high school bado uko kwa mabawa ya mzazi wako. So how was the journey how did your parents take uko high school na bado unataka kufanya music? Well, hata nikiwa high school hakuwa najua sasa angejua ile ni mambo yangu ya shule na mambo yangu na mabeste, but kuna venye nikisema my mom ndio ali notice niko na usanii juu pia after high school nilijoin acting theater, nimekuwa nikido theater and stuff pia, and then music. So I think hiyo stuff yote venye aliona ali accept tu juu hadi iko hivyo yeye aliona iko hivyo tu. Mimi napenda muziki na mimi napenda art. Aliona sasa hawezi change mind ya kijana ameamua ni art music, acha niende nalo. Si ndio? Sasa najua tena ukiwa mtu mzima hizi change much, kwa sababu wenyewe pia anaona labda ni hiyo ndio jani yako. Na pia wewe unaendelea na shughuli zingine. Juu pia sifanyi tu art pekee, pia tuko haso zingine. So mpaka ijipe. Haya Jango, vile umetuambia wewe ulishikana na mtu mwenye tayari alikuwa anajua kuandika ndio akakuintroduce kwa hii music. Does that mean uliachilia kwanza maneno ya high school cause si bado ulikuwa high school? Does that mean uliachilia kwanza maneno ya high school kwanza ushikilie music? And still vile nimeuliza Kid Kim, how did your parents take? Walichukulia aje? Sisi tumelipa school fees na wewe unataka kufanya music. Unajua wazazi wetu vile wanakuanga, walichukulia aje? So tunaanza na nilianza kuandika na huyo kijana vile aliintroduce kwa music, venye nimekama up na nikajua kuandika na stuff, introduce studio, lakini bado nilikuwa na dance, so ilikuwa easy. Nilikuwa nishaanza kufollow direction ya art, so ilikuwa easy kueleza saa mimi ni msanii naweza fanya bado ngoma. So hata nikikam ku dance nini walikuwa wanajua na dance. Sasa baadaye nakuja na introduce idea ya mimi bado naweza imba. So ili take two time kuelezea. Niko na buda tu, so budangu tumekuwa na yeye for that long, so naweza sema ni process tu ya kumueleza nini na do, na yeye pia sometimes hawezi elewa zote, lakini pia na appreciate kuna kitu nimefanyaga tu side yangu, sikage tu hivyo. So music journey yangu inakuaga tu kwa siwezi sema imepata hiyo rejection kubwa yani kutoka kwa mapero, lakini naweza sema tu bado ni kama maybe waje understand kenye mimi ufanya exactly, lakini bado si ati wanapinga yani. It's good that parents wenyu hawaku reject, at least ilichukuliwa na acceptance. Sasa nataka kuuliza swali lingine moja tricky, cause mimi vile nina understand, correct me if I'm wrong, vile nina understand journey ya music haikuangi very easy, na inatakanga funding, inatakanga mtu amekuwa na pesa hata ya kwenda studio, si ndio? So how do you manage to like get hizo funds? Do you have any support, financial support from any person? Ama how do you like manage to keep Middle East entertainment afloat? Well, financial support, big partners mani yetu. Juu tujapata sponsors ama anything, watu wenye wanatufund. Ni sisi tumekuwa tukijifund through the journey, all of the songs, karibu most of the songs sisi tumejifund zote. But mostly kuna pia watu wenye wameingililia, yani tumepata investors kadhaa, unapata pia kuna mabeste wako na labda equipments, camera stuff, pia ni mabeste, pia ni maproducer, tumekuwa tukirecord na wao. So hivyo ukienda ukishikanisha tu bado hivyo ndo unapata hiyo, si sema ni capital hiyo bigi, but ni ile tuna work through mabeste, through producers, watu wenye tunaweza work nao na watu wenye tunaweza afford kulipa at the time. Jango, how do you like manage, because sasa imeshikana na Kid Kim
try kuput Middle East entertainment afloat nataka tuongelele hapo kwa financially. Wewe kama wewe unaweza sema how do you like handle your finance ya Middle East? So within si tuko wawili hivyo, kila mtu ako na biashara yake, kila mtu kuna shughuli anafanyaga hapa na pale, unaingiza kando, si ndio? So unapata sasa tukikama paka ni project, so kani tunataka kwenda studio, unapata sasa tutakama na hiyo do sasa half hivyo, tuweza kuunganisha hiyo do tuende studio tufanye kila kitu, ni process unaona. So after hata kufanya audio sasa bado tunahitaji hiyo do, bado tuende sasa tupange tena video, tunakaa bado 50-50. Unapata bado saa katikati ya hiyo tunapata bado na mabest wanapiga support hapa na pale, unaona. Hadi ma venue mingi benye tuna shoot mali mingi unapata wanatupatia tu juu unaona wana support talent. Na hivyo ndo naweza sema yani financially mimi siwezi sema ni venye sasa sina hatuna enough hiyo finance ya kusema ati sasa tunaweza make hizo major moves, yani tunaweza kuwa tuna access studio bigi, tunaweza access ma videographer wanoma, yani ni hiyo tu, yani hatuna enough, lakini financially tumeweza kusustain design ya 50-50 na kuweza kupush mali tunaweza yani. Lakini sasa hiyo finance ikiweza come sasa mambo inakuwa best yani. Tunachafua vibaya. Na sasa genre ya music yenu ni gani? Juu nimesikiza na nika vibe but sijajua ni genre gani. Mnaweza niambia ni genre gani? Well, genre yetu naweza sema ni muziki gani? Yani ni naweza si versatility. Ni versatile, ni genge okay. But ni genge yetu tunacheki. Ni ile basi siwezi style ati kwa genge tuna maabanton. Sisi obviously lazima tutengeneze muziki yenye juu genge ndio authentic music ya Kenya, unacheki. Hiyo ndio sound yetu, unacheki. So hata hatuwezi borrow kutoka kwa sound nyingine. So sound yetu ni hiyo. Naweza sema hivyo but yeah, ni genge, sema yetu ni genge Mayolo. Jo. Ati genge Mayolo. Wajua ni genge international hiyo. Genge Mayolo. Sasa si ndio tunachanganya kila kitu hapo ndani. Weka dancehall, hadi mapiano, tuko na ngoma za mapiano zina come through. Yani nasema yani tunataka kutry kila kitu juu na cheki music inafaa kuwa broad design. Yani I think unafaa kuwa free. Unafaa kuwa free kufanya stuff yako, yani unafaa kuwa free kujiexpress. Juu kwa broad sana. Hatuwezi weka kwa nini moja jana moja alafu ujifunge hapo. Leo nataka kuimba, kesho nataka kurap. Zote mbili naweza fanya. Sasa unaona hiyo ni easy. So in short, mmesema nyinyi mnataka kukua cocktail. Cocktail. International artist wa genge tu. Wa genge si genge tu. International artist wa genge. And that brings me to my other question. Mnatoanga, what is your inspiration ya kuandika hii music? Cause mmeniambia mnajiandikia hiyo music ya? So inspiration yenu inakuanga gani? Acha nianzie na Django. Inspiration inaweza toka kwa vitu mingi sana, si unacheki. I think life ni broad sana, na that's why music iko. So kiwa hapo hivyo inspiration inaweza toka kwa watu, inspiration inatoka mahali kwa wera, inspiration inakujaga pia na mashida, unaona. Unaweza inspiriwa na mashida. Unaweza inspiriwa na vitu mingi sana. So Django, kenye unaniambia ni unaweza kaa tu hivi uangalie ile mawe. Inspiration inatoka tu kwa ile mawe. Si ndio, si mawe inakuonyesha venye ni ngumu. Na maisha pia inaweza kuwa ngumu, unaona? Mimi manzi hapa niko na ma freestylist wa genje. Haya, inspiration yako Kid Kim. Nasema tu inspiration yangu ni life. Challenges zenye tuna go through daily na life yenye tuna live daily juu. Siwezi imbia vitu zenye sina ama vitu zenye ziuko, naimbia vitu zenye na face na vitu zenye naishi, life yenye naishi na experiences zangu za hii life. So mimi hata mimi sijui kama ninaweza kuwa musician kwa sababu kwanza kufikiria this line inafaa kuandikwa hivi ingiane na hivyo, so inani bring to my other question. After umekuwa inspired, maybe umeangalia kama vile Django amesema ataangalia tu mawe aanze kuandika vile maisha ni ngumu. Writing process ya hii mawe kulienda kukakuwa na maisha ngumu, ina take like how long? Tunaweza quantify na how many hours, how many days, how many months kuandika tu like one piece?
I guess inspiration ikiwa hata uhitaji hata hawa zamani. Inspiration inaweza kama nichore tu saa hiyo na doba ikam. Juu inspiration iko saa hiyo sasa na I feel at this moment niko na hizi mistari ndo nazifeel saa hii ndo naziandika. So the writing process ni hivyo tu venye kitu imekuinspire na juu hiki kitu ni passion. I think you come to naturally, unaandika hata unaweza andika labda uandike ngoma nusu, usikie labda umepiga pause, kesho ufikirie tena design nyingine hiyo doba venye inaweza enda, hivyo tu, and then unapata complete song, ama unaweza pata hata tumetengeneza songs zingine labda tuko studio, huyu come up na verse, jiko times tunaendaga studio, tumesha record, tumebaki na time. Then tunapata inspiration tu tukiwa studio, tunatengeneza doba na tunaunda, si ndio? Tunaunda doba nyingine. Nye Mungu ni fundi. Aliomba Kid Kim akasema sasa Kid Kim nitampatia akili ya kuandika. Cause mimi nakumbuka hata composition pale high school ilikuwa crack of dawn, nikisha crack of dawn. Sijui kama ninaweza endelea na nyingine. But sasa nyinyi inspiration inakuja, so inspiration ikisha kuja uandike like the first verse. Django. After umeshaandika unaendanga unapelekea mtu mwingine ajaribu kukufuatanishia hizo mambo vile zinafaa kuenda, ama you do it yourself? Mi najiaminia, unaona. I don't think mi najaribu sana kuwrite na kuikalia chini, unaona. So naweza kuwa nimeandika alafu mimi nikae chini bado baadaye niangalie tena kenye nimeandika. Naweza correct, naweza ongezea bado, ama naweza futa niandike tena kitu, unaona. So I don't then unajua art unafaa kuwa na independence fulani. Unaweza speak kenye wewe unafikiria, unaona. Sana nadhani hiyo mambo si mbaya kuambia mtu mwingine akuadvise kenye unafaa kuandika, lakini kama unajiamini unaweza andika kitu poa, wacha utuandikage upeleke studio, watu watakuja kusikiza baadaye. Alafu sasa kutoka hapo sawa unaweza toa comment hapo kwa comment section, unaona. Hapo comment section hapo YouTube hapo mtu ako na comment hapo hivyo andike. Sasa mimi bado nashangaa. So like inspiration imekukujia Django, ukaandika verse yako, Kid Kim. Nakwambia Kid Kim jina yako ni ngumu. Kid Kim tu. Milo ulimi kama staimeza. Mashallah. So umeandika verse yako. Do you like, question yangu ni mnakujanga mnasema tuandike verse leo, ama wewe unaandika yako alafu mnakuja mnazishikanisha? Ina depend. Naweza kuwa nimeandika doba, niende nimsikizie aniambie yeye anaisikiaje, ama yeye ameandika doba anisikizie, mimi niandike verse hivyo. Ama at time sasa ni hiyo kai yenye tumeandikia stu ndio tunaweza andika at one common idea, na tuna arrive at a common idea, ndio hii tumeandika. Tuko na maybe sasa hii ndio chorus naandika hiyo doba. So ideas zinakuja, wewe ukikuwa na idea yako na idea, mna brainstorm ideas any time of the day, ni ya ku brainstorm ideas inaweza kuwa hivyo juu tunaishi area moja, so naweza kuwa na kitu nimeandika na feel inaweza kuwa kwenda kwa ngoma poa, so na feel hiyo niende nifanya nini, pelekea Kid Kim namsikizishia. Tunaongea hapo hivyo, tunaroga kiasi, tunapata come up with a song, tunapanga siku ya studio, naingia studio one time, unaona, nataka tumemaliza kila kitu. Unaweza fanya hiyo shughuli hata one day inaweza fanyika, si ndio? Hata sijui mara sekunde ngapi. Sasa hiyo studio sasa ndio unasema sasa kai inaweza kuwa hapo studio hata saa zote kuingia. Mnaroga miliona land terms ni kuroga tu ma 1 2. Na sasa nyinyi ni freestylers, mimi nataka kuwapatia tu inspiration tu sahi. Si mmesema tu mnaweza freestyle on anything. Tuanzie na nani? Tuanzie na Django. Nataka nikupatie inspiration ya, kwa sababu tuko CBD. Tupatie ka freestyle ka CBD. Kwa CBD. Yo, CBD, check it. Beast kwa hizi streets za maji, nigga kibitch mwambie tuko strict, tunazoza CBD paka wanati sindo huwashika mashati takijana saka ganji kila wakati mimi nasaka nazoza kama bandit kila siku bila kupurura, hatuwezi
Yeah, hata mimi siwezi fanya CBD. Nimeshashindwa. Stari zinakamu zinaenda. Lakini mistari ziko Nakwambia this thing is not for everyone. Na sasa tumesharogewa hapa hivi na Jango. Kid Kim, wewe nikupe gani? Unafikiria gani? Nganya, nimeona Nganya pale. Nganya. Nganya. Ati Nganya mimi napendanga manyanga. Manyanga mimi upatanga madranya. Manyanga ni rahisi kuwahanya. Manyanga naingia zangu zimenyanya tuwezi fanana, macho pachuko atuwezi onana, vile naleta mengo hata na giza taonana. Chiki pao. Mimi ni wa chiki pao kwa sababu mistari sina. But yo guys, mimi niko na an amazing freestylist. Wanatangwa freestylist ama ni freestyler? Ndio wamekaa kando yangu. I'm with the best team in town, guys. Na mmesikia vile wako na inspirations they are getting from anywhere. I'm so nimewabloia kisses. So it brings me to my other question. Sasa vile mmesha tunga tu like, yani you just sit down na mambo tu zinakuja kwa akili yenu, cause I've just said unipatie freestyle ya Nganya. Haujaandika mahali, ina run tu kwa your head. Sasa nimekushow tu, yani ni passion. Ukiona passion kitu utafanya tu. Kitu itakuwa tu ndani yako juu. Yenyewe hiyo ni God aliyeka ndani yako. Sio ni kitu yako. It's all about passion. CBD, tuko kwa streets tunatafuta ganji. Kijana usipoteze wakati. Saka ganji. Kupoteza wakati. Na hakuna kazi bila ganji. Waache utiaji. Umesikia? Muache utiaji. Sasa hakuna, by the way, hakuna kazi bila ganji. Na sasa acheni niulize, how long have you been in the music industry? Kuanzia time yenye mlipatana, now working as Middle East Entertainment, mmekuwa together for how long? How many years? How many months? Sema ni kama kuanzia 2022 ndio tuliset muziki yetu kwa page yetu, tukafungua page yetu officially kama Middle East. So it's like 3 years. Size ndio inafika 3 years actually. 3 years is a long time. Unajua 3 years ni kama mmeoana. 3 years kukana mtu ni kama mmeoana. So this is a very long time na kukona growth, kwa sababu Jango si mahali ulikuwa peke yako na mahali mlianzia. Sasa the first time mlimeet na Kid Kim sio mahali mko sahi, si ndio? Ni nini naweka pamoja? Music. Aside from music, kwa sababu maybe utafit hiyo line yako Kid Kim mimi sitaki kuisikia. I think kitu moja I think ni venye mtu ame grow up na hiyo hanga. I think hanga, naweza sema hanga inaputigi watu pamoja, wanafanya vitu great yani. Inaweza kuwa sasa tuna hanga for hiyo sasa kwa wastani wa big, unaona, ku take over internationally. Sasa hiyo hanga ya kila siku, hiyo hanga ya lazima nifanye music today, kesho hivyo. Hiyo hanga inatuput yani kwa hiyo nini hiyo lane. Hiyo lane ya Middle East, lazima Middle East ifike. Kuna hiyo. Na sasa ndio come up na jina Middle East, kwa sababu differently Kid Kim, Jango MC, Middle East tena ilitokea wapi? Nataka what was inspired, mlikuwa inspired, nini ilikuwa behind jina ya Middle East na inamaanisha nini? Na nani atatuambia? Labda ulize Jango. Middle East ni sisi tu, ilikam tu I guess. Juu ile tu inspiration ya si tumetoka East, Middle, tuko Middle East, yani tu hivyo tu, yani ilikam tu, ni jina tu ilikam. Mmetoka East. No wonder hizo mistari zina flow, kwa sababu mimi hata nipatie sahi ya mawe nitasema tu mawe. So okay, so East ni mahali mlitoka.
Jango. Hebu tuchagulie jina. Middle East. Middle East ni wabaya. Middle East ni wabaya. Middle East ni ndio. Middle East I don't know unasikia Middle East. Middle East ndo unasikia huko hivyo kuna kwa kunari. Kunari ni kubaya. Ni kunari, si ndio. Huko hivyo Middle East huko watu wa Iraq, Afghanistan. So inspiration ilikuwa Iraq na Afghanistan. But it's a good name. Ni kunari. Okay, so Middle East ni kunari. Kunari ni kudonjo. Haya. Na sasa kunare ni kudonjo guys hapa. Kwanza nimeambiwa mingi kuna kuroga, mnaroga. Na sasa niwaulize like mnapatanga support like from friends? Do you have like genuine friends when you wanna support music yenu? Cause inatekingi a whole community for something to be ikuwe successful, si ndio? So how can you say reception ya music yenu kwa community imekuwa? Tunasema kama fans wame accept muziki. Watu wengi wana like hadi mtaani pale, watu wengi pia wanatambua muziki yetu, wauzicheza, wamesubscribe. Wamesubscribe. Watu wana subscribe na watu wazidi kusubscribe jo. Nasikia siku hizi ni ka subscription, unaona? Subscription ndio inakula, unaona? So ukiona poa usubscribe hapo Middle East. Unaona Middle East kuna ngoma mpya Mayolo. Subscribe hapo. Tuzidi tunaenda like, comment. Tuna appreciate sana watu wenye wamekuwa hapo na sisi wamesubscribe before. Na tunashukuru kila mtu mwenye turn up bado kwa hizo shoot zetu, tukisema tunakuwa na shoot wanakam. Tu appreciate kila mtu mwenye amekuwa na sisi mpaka saa hii. Na hope for more, tutafanya more. Hakuna tutaangusha, yani hatutaangusha mtama watu wenye wamekuwa wametusupport mpaka saa hii. Tunazidi kufanya kitu. Na kama Middle East Entertainment mko na how many tracks do you have? Tracks ni mob. Unajua kunalingana, kuna release na unreleased. Okay. Juu zenye tumerelease ni kama ngapi? Kama tracks kadhaa. Kadhaa? Zinaelekea 10 tuseme, zingine ni audio, zingine tumerelease zikiwa audio, zingine tumerelease visualizers, videos. So tracks ziko hapo YouTube, ndio waende wacheki. So platform yenye mnatumia kujimarket sana ni YouTube YouTube pia tuko kwa streams pia. Unaweza stream ngoma zetu pia Middle East Entertainment. I think unaweza Spotify, unaweza pata Boomplay kila mahali. Mnanifanya tu nitake kusikia sasa hiyo music yenu mpya. Amesema inaitwa Mayolo. Mayolo ni majuu. Mayolo ni majuu ama lakini Mayolo si tulikuwa naongelea si majuu. Ni foreign Mayolo bado tu. Maflight. Ni maflight. Maflight na si ndege. Maflight tu. Okay. Sasa yote enda cheki hapo Mayolo. Mazee hata yeye akiwa on the flight atasikia mazee pia yako Mayolo. Atasikia kwa Mayolo. Mayolo. Ile flight. Akiingia flight atasikia kwa Mayolo. So acha niulize about track yenu mpya ya Mayolo. Inspiration ya Mayolo ilikuwa gani? Mayolo, good moments hapo hivyo. Watu wanapenda kukaa kazi wamechill, unaona? Kumeditate. Watu wanapenda kumeditate hapo sana. Watu wanapenda kumeditate kid. Si ndio watu wana medicate pia. Mazee wakimeditate. Jona sisi pia tunapenda mazee, unatulia masaa ingine jo. Unafikiria mambo yako vipoa. Unarudi on track mazee, unaendelea na shughuli, unapiga shagla vizuri na kukomboka. Uko na free mind, yani kebi niko clear, unaona? Enyewe mimi naona nikikaa na Middle East Entertainment nikirudi huku nitakuwa tunasema kuroga. Ile nyingine mmeniambia ni I've forgotten. Na kudonjo siku nare. Kudonjo ni kufanya nini? Kudonjo ni kufanya nini? Kudonjo ni kudunda, kudonjo ni kufika. Kama venye sasa tumedunda kwa show yenu, tumedonjo. Tumedonjo kwa show yenu. Hivyo. Si vizuri. Kudonjo. Good ni BA. Na sasa hii ngoma ya Mayolo
Umeniambia kuko na ku-launch, no, ku-release and release, ku-launch, ni unlaunch. Ama inakuanga aje? Ni ku-release tu, ku-release ndo ku-launch. Yani watu wengi mtu wenye za launch labda mwenye anaita watu kadhaa wana launch. Akiwa na crowd ya watu ama watu wenye waita kwa ku-launch muziki yake. That's it, nazi release pia. Hiyo Mayolo bedhe iko YouTube saa hizi. Wasa wanaweza enda wa stream, wacheki hapo YouTube Middle East Mayolo taipata. Aya, Jango, nataka utuambie mali tunaweza pata. Mimi nataka kwanza hata before hii episode ishe, mimi mtakuwa mmenipatia tu ka snippet kadogo tu kama Mayolo. Na Jango, utatuambia mali tutapata hii Mayolo. Mayolo on YouTube utapata Middle East Mayolo official video kwa hapo. Streams zote I think unaweza pata popote unataka, unaweza stream mahali Spotify, Boomplay, Amazon, TikTok Music, Instagram Music, kwa tu unaweza kama Middle East Entertainment Mayolo utaipata hapo. Ngoma iko ready on stream zote. So ni tayari ni kitu yenye isha launchiwa Tusha release. Msha release. Okay, na sasa nataka kwanza kabla tusikie hiyo snippet ya Mayolo, tujue other challenges. Tuliongelelea like the financial challenge, other challenges zenye mnafilingi inakwanga kwa music industry, kwa industry ya music. Hizo challenges ndio tunataka tuguzie. Challenges ziko of course. Unapata sasa kama kuna ukiweza pata mara mingi sasa sema kama events hivi kupromote nini unapata saa zingine yani ni sana big part ni financial challenges, lakini unapata pia kuna challenges zingine sasa za kama mapromoters nini unapata kienda show saa zingine inakuwa ngumu kulipwa ama nini. Wengi wachukuli art yako serious unless mpaka uko kwa mainstream, yani venye wamesha kucheki unacheki. So ukiwa underground bado inakuwa na challenges kibao kupata show juu unacheki hizi ndo na market na hapa ndo unapata real audience. Lakini saa watu wengi hata ile nini unapata wanakuzungusha ama nini jo. Nasema challenge kubwa ni kupromote hiyo muziki kufikishia target. Tukiweza I think naweza kuwa BA sana. Na mtaweza. I believe in you guys. Another challenge yenye una feel Jango is a very big challenge kwa hii industry, considering sasa mmeamua ku be in the music industry. A challenge kubwa I think tunafaa tuseme tu kweli, hii shughuli ya music ni expensive sana. So shughuli ya do hapo hivyo kuko na challenge, unaona? Juu saa zingine upatagi ati unajaza enough. Juu sometimes si ati kila mtu ataki kushoot na hizo mandege na kufanya mambo inakaa Mayolo, mtu ataki kufanya vitu international. Ni venye unafaa na Kenya uko nayo, lakini hadi finance ni challenge bado. So kitoka finance hapo sasa hiyo ingine hizo kaa venye Kitkima nasema mambo na show. Pia the system ni corrupt kiasi bado, hadi kuchezewa kwa radio lazima sijui upitie kwa nani uende kwa nani, sijui kuna a lot of out of hizo chuom za kuingia dozi zenye kwenye zinapotelea, wasanii wengi wanakuwa wasted. Pia hata maproducer, watu wenye wanakuwa stakeholders kwa industry, yani wanakuwa tu watu wengine bado, watu wanaput wengine chini sana. So hizo ndo challenges tu naweza sema tu nimeona. But in as much as kuko na hizi challenges, nimekuwa na nyinyi like a short time na I can say, it is safe for me to say hamja give up, because challenges inaweza tokea na mseme mimi siendi kufanya tena hiyo kuimba, won't write music, but hamja give up, si ndio? Good things are going to happen, Aki. I'm telling you guys, sijui lakini I know good things are going to happen. So what are your future plans? Ni plans gani, dreams gani zenye mko nazo for Middle East? Kwanza tuanzie for Kid Kim as a person, na pia Middle East, na pia Jango as a person, na Middle East as a whole. Mimi nasema dream yangu kubwa ni kiweza sasa pata platform power, ni kwa mainstream. I think ku set up studio na place yenye at least hata other upcoming artists
wanaweza kuwa in a safe space yenye wanaweza tengeneza music, na jua music yao watapata quality stuff. Si tu unajua sasa siku hizi pia kuna maproducer wengi, mtu tu akijisikia yeye anaweza mix kidogo atengeze mabeat na atokea na lap yake pale. So unapata hata yes msanii ni mkali, lakini jo quality ya muziki yake iko chini sana, unaona. So na feel ni kitu kiweza kuwa watu wanaweza pata at least juu iko msee yenyewe kweli ako talented, lakini amekuwa chini juu ya fans ama juu ya producers ama juu ya hajapata hiyo chance ya ku create good music. Okay, hiyo ni aspiration ya Kid Kim ama ya Middle East as a whole? Hiyo inaweza kuwa both, inaweza kuwa Kid Kim, inaweza kuwa pia Middle East, kwa sababu pia sisi as Middle East Entertainment inaweza kuwa one, tunaweza kuwa pia na hiyo like hiyo future yetu ya kuwa pia na our own studio, unaona pia na tukuage na kama venye entertainment iko na a whole team, kwa studio everything, producers, directors, mazee, watu wa mixing and stuff, watu wako poa. I am impressed. So long as so long as you have not given up on the dream, it will come to pass. I do not know when, but it for sure will. Haya Jango, what are your future plans, aspirations for Middle East? Middle East ni simple venye kama Kid Kim amesema. Middle East inaenda kuwa big, naweza penda ikuwe bigger like a label. I don't think Kenya kuna label zenye of which nimesikia label mingi, lakini label zenye nasikia zina waste tu wasanii, zina waste do, alafu unapata msanii ametokea amepotea. Naweza penda Middle East kuweka label yenye at least inaweza panda. Unakumbuka time ya Calif Records, time ya Gopa DJ, I think inaweza leta watu wengi kwa industry. Naweza penda kuinspire watu wengine, watu wapate njia kuingia industry. Juu ni ngumu sana ukiwa msanii mdogo, hujui direction, lakini ni poa kama mtu akona talent apate platform yenye sasa anaweza putiwa through. Sasa hiyo channel akiwekewa hapo, anaenda kama flow na tunapata good music hapa nje. Hiyo ndio kitu kubwa sana inafanya Kenyan music. Watu wanasema hakuna wasanii. Wasanii ni wengi. Wasanii ni wengi, wako huko chini, wote wako ground, wako grassroots, wako huko chini. Sasa unaona sasa kukiweza kuwa na labels zenye zina mingi, zenye zinaweka wasanii kwa hizo channels za kuchezwa kila mahali. Unaona sasa tumefungua platform ya wasanii wa Kenya kuchezwa. Sasa hiyo I think hiyo ndio dream kubwa ya Middle East. Jango always ni kufanya music more and more, tunafanya more albums, nataka more albums venye inawezekana, nataka ku reach more places internationally. Yeah. After Mayolo, what other projects do you have? Ama hiyo ni underwater? Projects ziko zingine zinakam. Ni venye saizi hatuwezi sema ni gani. For now ni Mayolo iko, but kuna project nyingine watu waenda subscribe hapo. Na weke notification bell, project nyingine kianguka tu itakam very soon. Hata ndio iko Riko. Iko Riko? Sasa hiyo Riko sasa kuna zenye ziko Riko. Na more projects juu studio bado hazijafungwa. Hii mwaka tunaenda kudo the most. So to expect kila month something. So like every month na Middle East Entertainment tunafaa kukuwa na ile tumeka notification bell, tunasikia tu tumereleasewa ingine every now and then, yeah? Every month hivyo watakuwa wanapata kama dose. Tunakaa na project mpya kila mwezi. Sasa unataka kusikia tena? Nataka kusikia kabisa. I want to hear more and more projects from you guys.